Hujambo na karibu katika wasaa wa kipindi cha Mtazamo Mkali, nafasi ya kumulika na kuangaza sehemu ya masuala muhimu ambayo yanatikisa ulimwenguni. Leo mjadala wetu ambao tunapata nafasi ya kuupatia majawabu sehemu ya maswali muhimu ambayo yanapata nafasi ya kutikisa ni kati ya Israeli na Irani ambao wameingia katika hali ya sintofahamu. Mabomu, milio ya risasi imekuwa ikisikika baina ya mataifa hayo mawili. Mgogoro huu una maana gani hasa katika mataifa ya ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki? Katika kuyapatia majawabu sehemu ya maswali muhimu ambayo tumepata nafasi ya kukuandalia kwa siku ya leo, nimepata nafasi ya kumwalika mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa ambaye kwa muda mrefu amekuwa akizimulika na kuangaza kile ambacho kimekuwa kikitokea hasa katika eneo la Mashariki ya Kati. Si mwingine ni Comrade Hamduni Maliseli, ndiye ambaye nipo naye katika mjadala wetu kwa siku ya leo. Comrade, karibu sana katika mjadala wetu kwa siku ya leo. Basi na shaka mzima na buheri wa afya. Bila shaka inshallah. Naam. Na kuletea mahojiano haya naitwa Martin Nyoni. Nipo tayari kukuletea simulizi pana ya kile ambacho kinapata nafasi ya kutikisa katika mgogoro huu. Karibu sana mtazamaji, twende kwa pamoja. Awali tuanze na hili. Mgogoro wenyewe unautazama kwa jicho gani hasa? Ni mgogoro wa kihistoria. Naam. Ni mgogoro wa kihistoria, japokuwa kwamba labda historia yake inaanza wakati ule anaondoka Mohamed Bakshia katika nchi ya Iran baada ya Mohamed Reza Pahlavi Shah kuondolewa madarakani. Maana alivyoondolewa katika ile mapinduzi yaliyomleta madarakani Ayatollah Ruhollah Khomeini, alimwachia Mohamed Bakshia ambaye alikuwa waziri mkuu, na Mohamed Bakshia baadaye alizidiwa na nguvu ya waandamanaji na akalazimika kukimbia. Wakati jiji la Tehran likiingia katika mtafaruku mkubwa, malaki ya watu wakiandamana na kulala barabarani, kuzuia vifaru vilivyokuwa vinakwenda uwanja wa ndege kumzuia Ruhollah Khomeini asiingie katika mji wa Tehran. Kwa hiyo naye lazimika kukimbia na watu wengi walikufa na kadhalika. Bila shaka mapinduzi yote hajawahi kuacha salama watoto wake. Wanasema wataalamu kwamba mapinduzi hayaachi kuwala watoto wake wenyewe. Kwa hiyo mgogoro unaanzia pale. Mapema kabla ya hapo ni kwamba Iran na Israel walikuwa marafiki, zilikuwa rafiki kabisa, kwa sababu kama inavyojulikana watu wengi huchukulia kwamba ni watu wa Iran, yani mafurusia Waajemi kwamba ni Waarabu. Si kweli. Waajemi sio Waarabu. Waajemi ni watu walio katika kwa upande mmoja karibu na Wahindi, karibu na Waturuki, na karibu na Waisraeli wenyewe kutoka Turkey kule Iraq. Wana ukaribu sana. Ni makabila yaliyochanganyikana sana, pamoja na Wakurdi ambao huongea lugha ya Kiurdu. Kwa hiyo hao watu wamekuwa na urafiki wa karibu na ukaribu wao unakuja way back. Hata ukiangalia kwenye Bible utaona wale watu wanaitwa Jews, wale watu walikwenda kumuona Yesu alipozaliwa. Wale wanajimu na nini wale walitoka Irani. Wale ni Jews, ni Wayahudi. Ni Wayahudi. Sasa swala linakuja kwamba ugomvi huu, ndio maana nikasema kwamba unaanzia mbali kidogo. Baada ya Wayahudi kuwa na mahusiano ya kidugu na ukaribu kwenye eneo hilo, kwa sababu kabla ya kwenda Israeli walikuwa Iraq. Wanatoka katika mji wa Basra ambao unajulikana kama Bosra. Kule ndiko anakotoka Ibrahim mwenyewe. Kwa hiyo yeye ndio mwenye kuzaa kikubwa cha ajabu. Sasa katika mazingira haya unaweza ukaona jinsi walivyokuwa karibu. Wana ukaribu, wana udugu wa karibu, wana urafiki, wana nini. Lakini baada ya Ayatollah kukamata madaraka, ugomvi ulianzia pale alipoanza kufikiri kwamba anaweza kuwa mtetezi mzuri wa Wafilistini dhidi ya ufedhuli wa Kizayuni. Hapo ndo mgogoro unakoanzia. Na watu wengi, labda wasikilizaji wetu na watazamaji wengi, wengine wanajua, wengine hawalifahamu hili, wengine wapitiwa, kwamba mgogoro ulianzia pale alipoanzisha serikali au jamhuri ya Kiislamu katika nchi ya Iraq, yani ni Iran, ambayo ndio mji wake mkuu Tehran. Kwa hiyo Iran ni miongoni mwa mataifa yalikuwa na jeshi kubwa baada ya Misri na Iraq. Lakini Iran ilikuwa na jeshi kubwa sana, kubwa baada ya Misri, Iraq na Syria. Walikuwa na jeshi kubwa sana, kubwa, kwa sababu jeshi lao la anga pekee yake lilikuwa na askari 200. Na walikuwa na ndege za kisasa kabisa, kwa sababu walikuwa na ukaribu sana Marekani, Uingereza, Ufaransa, yani mataifa ya magharibi wakati ule. Alipoingia Khomeini, of course aliwaua majenerali waliokufa ni 50. Majenerali. Sasa hiyo miaka ya 80 kuna majenerali kama 50 si kazi ndogo sana, ni kazi kubwa mno. Walinyongwa karibu wote. Kwa hiyo wale wote waliopingana na mapinduzi ya Kiislamu na mabadiliko ya transformation ya kutengeneza taifa la Kiislamu na jamhuri ya Kiislamu ililamba watu wengi mno.
Kwa hiyo akamata madaraka Khomeini, na alipokamata madaraka Khomeini alihakikisha kwamba anaanzisha harakati dhidi ya Israeli, dhidi ya dhuluma ya Israeli, na jambo hili huwa linahusika na dini, yani mambo ya imani, lakini si sana kiasi hicho. Ugomvi mkubwa ni kwamba kwa nini wa Palestina waliokuwa Waislamu wakatazwe kwenda Baitul Maqdis, yani ule mji wa Yerusalemu, kuzuru pale na kufanya ibada na kadhalika. Wakati ule kulikuwa na migogoro, baadhi ya Waislamu wakienda, Waarabu na wengine wakatazwa na kadhalika, ugomvi wa kila mara. Kwa hiyo akawa napinga zile taratibu, lakini kibaya zaidi likaja swala kwamba unapolitaka kuliondoka katika dini unalipata hii jambo vizuri, kwa sababu pengine na ujirani zaidi kuliko imani, kwa sababu hata hicho chama cha PLO, Palestine Liberation Organization, kilichokuwa chini ya Yasser Arafat kule, kilikuwa na viongozi wengi ambao walikuwa ni Wakristo. Watu wengi walijua hili, akina George Habash, Ahmed Jibril, akina Mukabara na wengine wengi. Kwa hiyo hiki ambacho kinatokea hivi sasa ndiyo kinasisimua mgogoro kati ya mataifa ya Ghuba na mataifa magharibi. Bila shaka nakuja huko. Kwa hiyo katika hili ni kwamba Khomeini chini akitawala Iran akataka Iran kama dola kuu katika maeneo yale, ni dola kuu kabisa, lilete mapinduzi ya kifikra, kimtizamo na kimwelekeo katika kuhakikisha kwamba Wapalestina wanakuwa huru, jukumu ambalo nafikiri lilikuwa limemshinda Misri, limemshinda Syria, limeshinda Iraq na Saudi Arabia. Yeye akajitwisha jukumu hilo kuhakikisha kwamba Palestina kwa huru. Hilo ndo kuna kuanzia tatizo ni hapo, na Israeli wakaanza kuzungumza naye, lakini kwa tabu, wakaenda kwa maneno makali, wakaanza kuambizana habari ya kufutwa kwa Yerusalemu au kufutwa kwa Israeli, na wao wakasema wataifuta Tehran na Iran yenyewe na kadhalika. Kwa hiyo mambo yakaanza kubadilika sana. Kwa hiyo Israeli akaanza kuandikisha katika taratibu zake mtu wa hatari kwamba ni Irani zaidi pengine kuliko hata Misri ambayo walikuwa wakubaliana kwa mwaka 73 katika makubaliano ya Camp David na katika makubaliano mengine ya Helsinki na kadhalika, katika mikataba iliyopita. Kwa hiyo ikawa ni hii baada ya kusema atajitwisha jukumu la mataifa, ndio atajitwisha jukumu la kuhakikisha kwamba wale walioshindwa, yeye atabeba jukumu hilo kuhakikisha kwamba Israel anaondoka katika maeneo yote ya Golan Heights, anaondoka katika maeneo yote ya West Bank, anaondoa maeneo yote ya Solomon kule Lebanon na kadhalika, na kuiachia Palestina. Sasa hiyo ndio kulipoanza matatizo, na Iran kuonyesha kwamba alikuwa serious, ndio akaunda vikundi kama Hezbollah, akaja kuiunga mkono Hamas ambayo kwa ujumla ni Mashia ambao wana ukaribu sana na serikali na mamlaka ya Tehran. Lakini baadaye tulikuja kuona wakiwatengeneza Wahouthi wa kule Yemen, na akiwa anavipiga kumbo vikundi kama vya Falangist na Druze, nafikiri unaweza kuungwa vizuri, waliokuwa kusini Lebanon. Kwa hiyo katika hili akawa amefanikiwa kujenga mtazamo mpya wa kiuhasama. Israeli kamwangalia Iran ambaye alikuwa rafiki maadui mkubwa sana, na Iran ikaiangalia Israel kama taifa la kizayuni ambalo ni hatari sana katika maslahi ya Mashariki ya Kati. Lakini hili lilikuja baada haswa ya Marekani kuonekana anatofautiana na Irani sana, kwa sababu alikuwa anamuunga mkono Bakshia na Mohamed Reza Pahlavi Shah. Baada ya kuondolewa hawa, ukaanza uhasama kati ya Washington na Tehran, na katika uhasama huu Israel inaungwa mkono bila shaka na Marekani, na hili nitalieleza sana. Watu wengi wanafikiri kwamba Israel anajikomba kwa Marekani. Si kweli, Marekani anajikomba kwa Israel, wala Israel hajikombi kwa Marekani, na ni historically na vitu vingine vile tunajua hivyo. Sasa tutalieleza kuna maslahi gani hapa? Kuna maslahi makubwa sana. Kwanza uchumi mkubwa, sehemu kubwa ya uchumi wa Marekani unamilikiwa na Wayahudi. Katika Marekani viwanda vingi vya Marekani vinaonekana na Wayahudi, vilivyo ndani na nje ya Marekani. Lakini miji mikubwa ya kitajiri ambayo inamiliki uchumi wa Marekani na ni Wayahudi: Minneapolis, Los Angeles, Manhattan na kadhalika. Wayahudi wanamiliki, kwa sababu katika jiji la Minneapolis wataalamu wanasema kila siku ya kilomita moja inamiliki mabilionia wengi kuliko mataifa mengi duniani. Can you imagine? Kwa hiyo watu wana vikubwa kama McDonald, Douglas na nini, Boeing, wote Wayahudi wote ni Wayahudi. Na si hivyo tu, wamewekeza katika utawala wa Marekani. Sasa niko narejea katika hili swala
ugomvi. Kwa nini? Kwa nini ikhtilafu yao? Ikhtilafu yao inatokea kuanzia pale watu wa Iran au serikali ya Kiajemi Wafurusia walipoanza kuunga mkono harakati za Wapalestina ambao ni mahasimu wa kitamaduni wa kale na Israeli. Hii inaonekana katika historia ya kawaida na katika historia hata vita vya dini kina Goliath na wenzake na nini. Ule ugomvi haujapata kuisha na hautarajiwi kuisha kwa siku za karibuni. Hili ambalo linaonekana kwa hivi karibuni, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na hata taifa la Marekani kuishitumu mara kadhaa Irani juu ya masuala mazima ya vinu vyake vya nyuklia, linaonekana kuwa na sababu ndogo ama ni kubwa mpaka kuchochea hili. Vinu vya nyuklia ni sehemu ya tatizo na of course jeshi la Irani lilikuwa tayari ni tatizo kwa jeshi kwa nchi ya Irani ya Israel. Kwa hiyo kutengeneza vinu vya nyuklia vya Natanz na sehemu nyingine kama Isfahan na kadhalika ni kama jitihada za kuongeza kwamba wewe ni adui, halafu unaonyesha sasa unaanza kuwa na nguvu nyingine za ziada dhidi yangu, kwa hiyo unaweza ukanidhuru. Lakini si hilo tu, na kwa maslahi ya Marekani vile vile, kwa sababu kuna maeneo mengi ambayo yako karibu na Iran. Iran karibu na Afrika, ni watu wengi sio kama wanafahamu vizuri, of course wanaelewa kwa sababu wanasoma historia. Iran na Yemen zi karibu sana na Afrika. Kwa hiyo vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyoko Djibouti, AFRICOM, si ndivyo ilivyo, inaweza kupigwa kutoka Iran direct, wala hakuna shida, ni karibu sana. Lakini maeneo mengine yaliyoko Mashariki ya Kati, base kama zilizoko Iraq, base kama zilizoko Israeli kwenyewe, na maeneo mengine ya karibu, hata Jordan, zinaweza kupigwa kwa urahisi sana kutoka Iran, kwa sababu kutoka wamevuka Jordan yenyewe au wamevuka Syria kwenda kuipiga hiyo. Kwa hiyo wanaangalia sana. Hata Uturuki ambayo kwa bahati mbaya au nzuri na yenyewe imo katika umoja dini katika NATO, sio? Nao hawako mbali sana na Tehran. Kwa hiyo kadri silaha wanazitengeneza zinavyozidi kupata kuwa na nguvu ya masafa, yale ma intercontinental ballistic missiles au ballistic missiles zenyewe za kawaida zinaweza zikafika. Kwa hiyo wamehama wa Iran, wametoka katika hizi cannon guns, yani mizinga ya kawaida, wamekwenda kwenye ballistic. Yani unaanza ushindani na mataifa makubwa ya Ulaya na Marekani na wakiwa wanajihami sana kwa taaluma walionayo ya kutoka Marekani kwenyewe wakati ule na Uingereza na Ufaransa, kutokana na urafiki wa Marekani na kina Mohamed Reza Shah Pahlavi, lakini vile vile na uhusiano wake na Warusi na Wachina ambao wamewapa silaha nyingi na taaluma nyingi. Lakini Irani yenyewe, na hili lifahamike uzuri, ni miongoni mwa mataifa machache duniani yenye taaluma kubwa. Yani unajua kuna mzao kudharau watu tu kwa sababu ya imani na vitu gani. Irani waliendelea zamani, kwa waliosoma vitabu vya Alif Leila Uleila, siku 1100, wanajua unapotangaza akina Harun Rashid wa Tehran wa Baghdad, unazungumza vile vile Khosrows wa Iran. Walikuwa na tawala nyingi sana na wamesaidia kukamata ulimwengu kwa muda mrefu sana, kibiashara, kijeshi, kiutamaduni na utamaduni. Hata Uturuki una asili kubwa sana na Iran pengine kuliko taifa jingine. Kwa hiyo uhasama wao ndiko unakoanzia na haujaonekana kupoa kwa siku za karibuni. Moja kati ya vitu ambavyo vinamulikwa na wachambuzi wengi ulimwenguni na wasikia, mlikuwa unaona kuna sababu yoyote ya Israeli kuamua kutumia nguvu dhidi ya Iran? Kulikuwa kuna namna yote ya kuweza kuimaliza? Hapana, ipo. Iran ni wakamavu, na kama ninavyokueleza hawasemi jambo lote bila kusema Allahu Akbar. Sasa hii ni hatari kubwa sana, kwa sababu huyu mtu anaamini katika mtazamo wa imani zaidi pengine kuliko mazungumzo ya kawaida. Si kwamba Iran hawezi kuzungumza, no, wanaweza kuzungumza, kwa sababu dini ya Kiislamu inahimiza mapatano ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu na Waislamu kwa Waislamu, si ndivyo ilivyo, na kadhalika na kadhalika. Lakini misimamo ya Iran ni extreme, wale ni extremism, ni watu wana misimamo mikali, haswa wanapoamini kwamba hili liko hivi na huwezi kulibadili. Kwa bahati mbaya sana wanajadiliana na ndugu zao ambao nao Wayahudi wana misimamo mikali sana, wanajulikana walivyo, wanajulikana ni watu wakamavu, wajeuri, wenye misimamo mizito migumu. Na nakumbusha labda jambo moja, wakati wa Biden anaongoza Marekani, walianza ugomvi kati ya Marekani, kati ya Israeli na Palestine huko Gaza. Akawaambia bwana, tutavamia mji wa Gaza, jamaa msiende huko, kwa sababu wengi walikimbilia mji wa Rafa, sio? Biden akamwambia msiende huko, mimi kama Marekani nakataza, msije mkajaribu. Wale Wayahudi wakasema tutakwenda. Nitakata misaada. Kata
Nakumbuka Binyamin, yule huaiti Benjamin. Haya ni maneno tu ya Kiswahili. Yule anaitwa Binyamin Netanyahu. Binyamin. Akasema yule waziri mkuu, nani kakuweka? Yale maneno ya Musa alivyokuwa anaambiwa na watu. Nani kakuweka kuwa mwamuzi juu yetu? Wewe Marekani, nani kakuweka kuwa mwamuzi juu yetu? Wewe unatukataza, wewe nani? Tutapigana, tutaipiga Rafa tukiwa na msaada wako na bila hata msaada wako vile vile. Kwanza nani amekwambia utusaidie? Mnikumbuka vizuri. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi walivyo na misimamo mikali, migumu na mizito sana, na uharibifu waliofanya kule Gaza, uharibifu waliofanya katika mji wa Beirut na maeneo mengine ya Lebanon Kusini, uharibifu wanaofanya kule kwa Houthi Yemen, unaweza ukaona ni jeuri kiasi gani ya watu. Na kuipiga Yemen ni Iran sio mara ya kwanza, waliokuipiga vile vile wakati wale wamepiga viwanda vya nyuklia vya Baghdad, si waliipiga na Iran. Majibu ya Irani kwa safari yanaweza kuwapa maswali magumu watu wa Israeli, yanaweza kuwapa raia wa Israeli, baadhi ya raia wa Israeli ambao uraia wao nao una mashaka, ama ni wakununua au mama, lakini Wayahudi wenyewe hawaogopi hilo jambo, kwa sababu nakumbuka kauli ya Netanyahu kwamba tulitaraji yatakuja majibu, na ndio maana kila jengo la Israeli la Waisraeli katika miji kama Haifa, miji kama Tel Aviv, miji kama Bethlehem Qudus, yani Yerusalem na nini na Netanya, miji mikubwa kidogo, ina mahandaki yaliyojihami dhidi ya makombora makubwa ya mabomu ya bunker busters, yani ya kubomoa mahandaki yote. Na ndio kisa cha Israeli kuto kupoteza watu wengi mpaka sasa. Sikana kwamba inapigwa kweli kweli, sio mchezo. Na makombora yanapiga sana na yana nguvu na yanaharibu, yanafanya destruction ya hatari, lakini maisha ya watu hayaharibiwi sana. Kwa sababu ya nini? Ya kwamba ving'ora vikitoka vya tahadhari, watu wanaingia kwenye mahandaki. Kwa hiyo jengo likibomoka linabaki hivyo, na wale wanakutilizwa wachache ndio nasikia wamekufa 20, 5, 18 na kadhalika na kadhalika. Wakati haya yakiwa yanaendelea, hili linazuka wakati bado vuguvugu kati ya Ukraini na Urusi na yenyewe linazidi kutikisa. Linaweza kubadilisha mfumo wa namna ambavyo ulimwengu unautazama vita hivyo. Kwanza labda tuzungumzie hilo. Hili ni jambo kwa watu ambao tunafuatilia mambo, ni jambo la makusudi kabisa. Ilianzishwa vita kati ya Ukraine na Urusi kwa watu wa Marekani na Ulaya, NATO, kumshawishi Ukraine ajiunge katika NATO na Umoja wa Ulaya na kadhalika na kadhalika. Jambo ambalo walikuwa wanajua kwamba Urusi hawezi kukubali, kwa sababu haikuwa Ukraine nchi mpaka mwaka 91, na hili labda ni kwa faida ya watu wengine. Sasa ilikuwa chini ya Soviet Union. Sasa ujambazi huu ukawa unataka kuvunja zile itikadi za marehemu Leonid Brezhnev, sio akina Andrei Gromyko na wenzake, kwamba wanataka kuidhalilisha Soviet. Na Urusi akaamua kurudi upya baada ya Soviet kuvunjika na nini, na lakini vitaifa hivi kama Chechnya, Nagorno Karabakh, Armenia, juzi kaja huyu tena akaamua kuamua kuondoka hiyo nini na Ukraine ndio wakata. Kwa hiyo wakaanza nao kupigana, Israeli kaanza na wapiga vile vile. Kwa hiyo Iran Lebanon, kama Lebanon haiwezi kuishambulia Israeli tena, haina uwezo huo, kwa sababu yenyewe imedhoofika na vile vile haifungamani tena na wale wanaoipinga Israeli. Lakini kule Palestine utaangalia kina Mahmoud Abbas, ile PLO, FPLP, Al-Fatah, si ndivyo ilivyo? Wanakuja kwa overtandi na Hamas. Kwa hiyo wao wenyewe tena wanakuwa hawana sauti moja kupambana nani? Na Israeli. Nafikiri umenielewa vizuri katika falsafa ya watawale, divide and rule. Hivi karibuni ameonekana. Kwa hiyo unaweza ukaona, nilikuwa namalizia hiyo, unaweza, kwa hiyo unaona kwamba kwa hiyo akabakizwa Iran. Saudi Arabia alishatekwa, akabakizwa Iran, na Saudi Arabia wako na habari mpaka kuanzisha uhusiano na Israeli, jambo ambalo lilikuwa alipo Qatar na Kuwait na kadhalika. Kwa hiyo kama mfanikiwa akabaki Iran, ambaye yeye ni hardliner, ni hardcore. Kwa hiyo sasa wakaamua kumpiga Iran, wakiwa wanajua kabisa kwamba Iran hatakuwa na msaada wa majirani, ila atakuwa na msaada wa Urusi na wa China, ambao nao hawatakuwa na msaada mkubwa kwa Iran, kwa sababu wao wanapigana na Ukraine. Kule China anapelekewa tishio
la kutakiwa kuipiga Taiwan kwa kina Chiang Kai-shek na Kuomintang ile, si ndivyo ilivyo? Kwa hiyo na vita ya uchumi na mambo mengine, yani ni mchanganyiko wa mambo, ni French menu sort of a thing, sio mchanganyiko ule mchanyato wa Kifaransa. Kwa hiyo wanatengeneza mikakati ya kupambana na leta hili tulione, na of course ni uchambuzi, na uchambuzi unachambuliwa na wachambuzi wengine wayaone haya kwamba Israeli na mataifa ya Ulaya haswa Marekani walijiandaa kiasi gani kuyalinda maslahi ya Marekani katika dunia, maslahi ya Uingereza na Ufaransa na Ujerumani, na wakati ule ule wakipaza sauti kupitia Deutsche Welle, kupitia Voice of America, kupitia Reuters na watu wengine AFP kwa kutaja vichache kwamba hapana, Ujerumani anasema haiwezekani bwana, hatukubali Israeli kupiga Tehran, hamna. Uingereza anasema vile, lakini nia yao ni jambo moja, wote katikati ya jambo hili wanaungana mkono, lakini kwa hila. Katikati ya hapo kurejea huku kwa Urusi katika mkururu wa vita, akianza na kwanza vita ambayo inamshughulisha mwenyewe pale pakubwa, akipata uungaji mkono na watu kutoka Uchina, Korea Kaskazini na wenyewe waje mbali katika kumuunga nguvu kwenye vita hiyo, na mataifa mengine hasa pande zile ambazo zinaonekana kutokubaliana na Marekani zina moja kwa moja zinakimbilia katika eneo hili la Urusi. Ndio kusema sasa pengine Urusi na yeye anaanza kutumia medani hii ya diplomasia ya kivita katika kujirejesha na kuteka macho ya walimwengu. Bila shaka, lakini ukweli huo unasafiri polepole. Uongo unasafiri kwa kasi kubwa na unaleta uharibifu mkubwa sana kwa haraka. Ukweli unachukua muda mrefu, kwa sababu ukweli hujitegemea. Ukweli hauna wakili, huu ni msemo, sio? Sasa kwa sababu hauna wakili wa kupiga miguu chini na kurusha maneno na kutaja vifungu, unategemea wakati, kwamba time will tell, yani wakati utaamua. Lakini lini? Mara zote wakati unakwenda taratibu, hauendi kwa mwanga wa kasi, kwa kasi ya mwanga. Na kwa msingi huu, kwa bahati nzuri au mbaya, dunia inaanza kuyaona maneno haya, lakini Warusi hawakunyamaza. Ndio maana wakatengeneza BRICS na wakajaribu kwenda na watu, wakaenda na India, wakaenda na China, wakaenda na Brazil, wakaenda na Argentina, wakaenda na Irani yenyewe, sio? Wakaenda na Misri, wakaenda na Ethiopia, wakaenda na Saudi Arabia wanataka kujiunga na nini. Kwa hiyo unaweza ukaona na wao tayari wanaanza block ya kiuchumi. Hii ni economic block. Hakuna vita ambayo haiungwi mkono na nguvu za kiuchumi, lakini hakuna vita inayoungwa mkono na wajinga na wazembe na maskini ikafanikiwa. Haya maneno ya kikomunisti ya kwamba nguvu ya umma inafananaje bwana? Nguvu ya umma haiwezi kushinda kama kuna nguvu nyingine, mpaka iungwe mkono na wenye nguvu vile vile. Unanifahamu vizuri? Kwa hiyo wenye nguvu, Urusi ni jamaa, ndio watu wa Karl Marx na Engels na wenzake, lakini wanajua kwamba haiwezekani, lazima kuwe na nguvu fulani. Ndio maana akaenda kufanya urafiki na China, ambaye China akasema atagharimia vita ya Ukraine na Urusi kwa miaka 15 consecutively. Hata asema pigana, nitagharimia hiyo vita. Lakini Korea akasema nitaleta makombora, likipigwa moja watu wote wanaanza kuota ndoto za miaka 40 iliyopita. Lakini Urusi ameshughulishwa kwa kweli, kwa sababu ile vita ya Ukraine na Urusi sio vita ya Ukraine na Urusi, ni vita ya Urusi na mataifa yote, ni vita ya Urusi na NATO. Kwa sababu ukiangalia silaha zitaanza kama HIMARS, hiziwezi kuzungumza habari ya nini ya Ukraine, na Ukraine iko chini ya Urusi kwa ujumla kwa kiasi fulani, ila Ukraine anataka kupoteza na Urusi amefanikiwa, kwa sababu maeneo aliyateka ya Luhansk, Donetsk na kadhalika. Ili jimbo la Donbas ndio jimbo ambalo lilikuwa limesheheni viwanda, mitambo mikubwa ya Warusi wakati ule na nini, si ndivyo ilivyo? Na ndio haswa roho ya Ulaya kwa upande mwingine, kwa sababu hata mtambo mkubwa wa kuwasha umeme wa Ulaya mkubwa si huko Zaporizhia. Unaweza kaona kiasi gani jambo hili linavyopendeza. Kwa hiyo ni mvutano mkubwa ambao utaichukua dunia. Watu wanapimana ubavu, ule tabia zetu za zamani, sio za zamani, michezo ya asili ya watu kupigana ubavu. Mababa wanasimama pale wakingoni, alafu wamevua vifua viko wazi, pigana mieleka ya hatari. Ndo hii inakuja. Kila mtu anapiga mweleka wake au mbinu zake za mweleka, lakini kutoka kwenye engo iliyo salama. Hili ndio linalotokea kwa sasa, kwamba watu wa Ulaya na hasa Marekani na wenzake wanaishughulisha Urusi kusudi wapate nafasi ya kutawala ulimwengu tena kwa namna nyingine, na Urusi anaishughulisha Marekani na wenzake kwa kuhakikisha mataifa yote yenye rasilimali kubwa duniani
anayateka, na haswa anatupa jicho, he's casting an eye to Africa, ambayo ndio bara lenye rasilimali nyingi zaidi katika ulimwengu. Na sasa hivi kuna kinyang'anyiro cha Afrika cha mataifa ya Ulaya na Marekani pamoja na mataifa mengine ya mashariki kuigombea Afrika. Ni kweli kabisa kama ilivyokuwa ile Berlin Conference. Wanakuja vingine. Mtazamaji, bado tunamulika na kuangaza mgogoro kati ya Israeli na Irani, mgogoro ambao unamulikwa na kutazamwa katika pembe mbalimbali za ulimwengu. Tunaangazia pia maeneo ya pembezoni ambayo yote yanagusa na kutazama mgogoro huu ambao unazusha taharuki kubwa, si tu katika eneo ambapo vita vinapiganwa. Mara hii tutupe macho na kutazama katika eneo la Afrika, namna ambavyo mgogoro huu unatupiwa macho. Afrika sidhani kama inaweza kuwa salama, si utakubaliana? Haiwezi kuwa salama. Ukaribu pia wa Irani na Afrika, lakini vikosi ambavyo vipo katika mataifa ya Afrika vikiwa vina umiliki wa taifa la Marekani, lakini pia tutembeze mpaka katika bahari ya Hindi kufika Afrika Mashariki. Mgogoro huu kwa Afrika una maana gani? Una madhara makubwa, kwa sababu kwanza kuanzia mlango wa Hormuz, sio kama watu wengi wanajua hiyo Hormuz, ule mlango ambao ni mlango bahari kutoka bahari ya Hindi kuelekea bahari ya Mediterranean. Nafikiri wengi wanasema Sham na kadhalika. Ni hatari kubwa sana, kwa sababu biashara kubwa Iran inajulikana kwa ufanyaji wa biashara kubwa duniani, yaani ni ya pili baada ya njia ya Hariri ya Wachina ile ya Dr. Puke wakati ule. Kwa hiyo Iran wanaamua, miongoni mwa kile wanachokifanya sasa ni kuhakikisha kwamba hakuna meli inaingia mle katika mlango wa Hormuz, kutoka huko Afrika, kutoka Asia, kutoka wapi kuingia kwenda kule. Kwa hiyo bidhaa za Afrika, bidhaa za Asia kwenda Ulaya zinaanza kupata kikwazo kikubwa sana. Na nafikiri wengi mnajua kwamba kule kaskazini kuna Barents Sea, sio, ambayo ni ngumu sana kupitika kutokana na nini, na maji ya barafu. Na nafikiri wakati mmoja hata Warusi walijaribu kupita kupitia manuali ya chini kwa chini, nyambizi ile ya Kursk ikagonga miamba chini, ikawa mabaharia wakafa, wanajeshi wale na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo mimi nafikiri kuna ugumu mkubwa sana kupitia kaskazini, ndio maana meli nyingi za kibiashara na hata za kijeshi, haya majitu manimiz manini yanapitia huku. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana kwenda kule, kwa sababu huku ndio bahari ndio salama zaidi na kadhalika. Lakini ni andiko kuliko biashara. Unapozungumza Japan, ukaizungumza Philippines, ukaizungumza China, ukaizungumza Vietnam, ukaizungumza Urusi vile vile kupitia Sakhalin kule juu, si ndivyo? Yani kupitia huku chini, sio? Ukaangalia India, ukaangalia Singapore, ukaangalia Indonesia, unaangaza Ufilipino, unaangalia bila kutaja miji ya Afrika, unataja miji au nchi ambazo zina wanunuzi wengi. Purchasing power ya hizi nchi ni kubwa sana, na vitu vinavyotengenezwa Ulaya huwa si kwa ajili ya Ulaya na Marekani, ni kwa ajili ya mataifa haya ambayo wanafikiri mataifa ya washenzi. Hivyo ndivyo wanavyotutema mataifa ya washenzi, ambayo wanaweza kununua kila kitu. Kwa mantikio ni kwamba bandari ya Lamu, Mombasa, Dar es Salaam zote ndi kweli na sio hilo tu, hata bandari ya Msumbiji huko itakufa na Durban na Cape Town na Elizabeth Port, zote zitapata shida kubwa sana. Na si hilo tu, inaweza kuwa ni mbaya zaidi, kwa sababu bidhaa supply chain inapozunguka kule kusini, yani ile rasi ya Tumaini Jema sinaanza kwenda hiyo ukanda wa Caprivi ule Kabinda kwenda mpaka huko Ghana. Zote hizi ni bandari ambazo zinategemea bila shaka kupata vitu namna hiyo. Kwa hiyo akina Prince na Sao Tome na nini wote wataingia kwenye shida Kwa hiyo shida iliyopo kubwa ni kwamba vita hii haigusi Iran peke yake, inagusa Iran na mataifa mengi ya dunia bila kujali ukaribu, lakini mkao wake wa kijiografia, ile geographical setup ya iliko Iran inasababisha kukosekane kwa stability ya uchumi wa dunia, na itaathiri hilo la pili. Lakini la pili ni kwamba Iran ina mafuta mengi, ni miongoni mwa mataifa matatu duniani ambayo yana mafuta mengi zaidi, na ina supply sana: Iran, Saudi Arabia na Venezuela, sio? Kwa hiyo Iran kupitia OPEC wale oil producing countries atawashawishi wenzake wapunguze uzalishaji, production. Wanapopunguza uzalishaji,
ina maana demand itakuwa kubwa kuliko supply. Ikiwa kubwa kiuchumi, mnajua vizuri kwamba tayari bei inakuwa ni kubwa zaidi. Na vita hii si kana kwamba Marekani haijui, alikuwa anajua. Ndio maana unaona waliposhughulishwa sana watu wa Ulaya na Urusi, yani watu wa Ulaya waliposhughulishwa na Urusi kwa sababu ya gesi, sio yeye alikuwa ameshaanza programu ndefu sana juu ya kuweza kugeuza mafuta kupitia katika badala ya kutumia mafuta kutumia gesi ili iweze kusaidia kusustain baadhi ya vitu na kuondokana na utegemezi wa nini wa mafuta na kadhalika. Kwa hiyo mimi nafikiri Afrika kama Afrika ambayo bado tunategemea mafuta, tunategemea nini, hata kama tunayo Gaboni, Uganda, Angola na kadhalika, labda na kwetu yatangazwa rasmi, lakini bado nchi zetu zinahitaji mafuta kama mafuta petrol, diesel na vitu gani kwa ajili ya kuendesha shughuli zao, mitambo na vitu vingine. Hatutumii mitambo ya nuclear na tunatumia teknolojia hii labda South Africa kidogo, lakini bado tunahitaji vitu hivi na itatuathiri moja kwa moja. Na kwa nini tuathiri? Ni ya Marekani. Leo tuliweke wazi ni kuhakikisha kama mataifa ya Afrika hayamuungi mkono BRICS. Hayaiungi mkono BRICS. Ile la Wachina, Warusi na watu gani. Kusudi yaendelee kuitegemea Marekani, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na mataifa mengine ya Ulaya. Kwa sababu hakuna mpango mkakati wa mapema uliopangwa na mataifa yaliyojiunga na BRICS na mataifa mengine ya Afrika kukabiliana na matokeo ya kukosekana kwa nishati kama mafuta na vitu vingine. Umenifahamu vizuri? Nimepata vizuri. Kwa hiyo sasa wanatengeneza mazingira ambayo mtalazimika kwa namna moja nyingine kuwategemea kuleza tulikuwa tunawatania tu, unajua bwana shikamoo bwana nini bwana Trump, unasikia bwana, na ndio ule mbinyo wa Trump hiyo unaunganisha na kile alichokitangaza juzi alipotangaza tarifu mpya za nini za kodi kwa mataifa mbalimbali ya Afrika na mataifa ya Ulaya na Asia. Ni mpango mkakati ambao inabidi utulizane udigesti na uone kinachofanyika. Ndio ulimwengu wa hila, hamtanunua. Yani wakati ule mtu ambaye yani hatanunua mtu mpaka awe na alama ya mnyama yule katika paji la uso au kitake cha mkono wake, hutauza wala kununua. That's the thing. Actually ni kitu kinatokea, ni bahati mbaya. Nafikiri unaelewa hicho kitu kinazungumzwa. Imeandikwa ni prophetic nini, kwamba utafika wakati ambapo dunia hutanunua, hutauza wala kununua mpaka uwe na alama ya mnyama yule ama kwenye paji la uso wako au kitaka cha mkono wako. That's it kabisa, kwamba wewe si rafiki, you are no longer my friend, you are no longer a friend of mine. Kwa hiyo siku hizi na watu huku wameshafundishwa demokrasi na kuandamana na kuharibu na kufukuza watawala na kutaka wajadili kila jambo, hata lile ambalo liko nje ya mjadala watakutimua madarakani. As a result yanakuja mambo yale ya Salvador Allende wa Chile, kama unakumbuka, wanakurejesha polepole. Cuba ikikagoma, lakini wakafanikiwa kuteka vitaifa kama Nicaragua ikawa maskini mpaka kesho. Brazil amebaki anachechemea. Argentina vita ya Falklands ikamwacha kilema, ikamlemaza. Hiyo lakini Venezuela wakabaki na mafuta, lakini Maduro, unajua Maduro jinsi ilikuwa, Maduro hakuna kuja kwa nchi yetu, hakuna. Itabaki watu majasiri wachache, akina Magufuli wachache kama wapo, ambao watabaki salama katika si tu vita hii, lakini mwanzo wa vita hii ambao ni mwanzo wa mkati mbaya wa kuliteka bara la Afrika, kuteka baadhi ya maeneo ya Asia, kuteka baadhi ya maeneo ya Ulaya, hata Ulaya utahusika na Amerika Kusini. Watabakije hawa salama kama tutashuhudia upandaji? Ukakamavu tu wa kuvaa nguzo za Chanika na ukasema niko sawa sawa. Wakula viazi kwa maji na ukasema hivi ni zaidi ya kula ni kuku na mayai. That is possible. Wakati ule Mwalimu, labda kwa kumbukumbu, miaka ya 79 na 80 mpaka 84 85 Tanzania leo kufikia hatua hiyo, na Mwalimu akatupa moyo kwamba hii tunaweza tukaenda. Kwa hiyo ukivaa makatambuga yale ya viatu yale ya matairi ya magari, unaweza ukaenda ukaoa kijijini na ukaonekana kwa maana. Na Mwalimu akasema kwamba bora ya uhuru kuliko utumwa, si ndivyo ilivyo? Bora upate tabu katika, lakini ukiwa na uhuru wako. Kwa hiyo hilo zitapatikana hizo nchi, japokuwa sio nyingi sana. Naona katika Afrika majirani zetu wataanza kuwa katika hilo, wenyewe wataweza kustahimili. Tunaweza kustahimili kidogo, japokuwa na mashaka na vijana wetu wasomi wa sasa hivi kama wanaweza kukubali na jambo hilo na kadhalika, kuishi kwa tabu kwa minajili ya kujenga sifa na heshima ya taifa lenyewe.
sioni. Hapo ndio kuna shida. Kuna tabia ya watu kuhepa mjadala kama hii, hasa umewataja vijana hapa kwamba hili halituhusu. Vita hivi vinaweza kusababisha ongezeko la gharama za maisha, itawabinya na wenyewe waanze kufuatilia masuala kama na wala watajali, watasema sehemu imeleta matatizo, kwa sababu hawajipi nafasi ya kutafsiri kwa usahihi, si ndivyo ilivyo, kinachotokea na kusababisha madhara makubwa. Si kwamba wajui, ni watu wajuzi, wametoka wana degree zao, wana vitu fulani, wana certificates fulani, lakini watatafuta njia rahisi na watatafuta majibu badala ya majawabu. Hili ni tatizo kubwa la kutafuta majibu badala ya majawabu. Kenya tuliona walianza hii habari ya Gen Z na watu wakaunga mkono, lakini wengine tuliwaambia kwamba ina madhara makubwa mno, hii italeta madhara makubwa, na sasa inaanza madhara makubwa sana sana. Na sasa serikali inashtuka, inaanza kuimpose sheria kali zilizo nje ya katiba, jambo ambalo linaweza kupelekwa mahakamani vile vile. Unajaribu kuyazuia maandamano kwa kupiga watu risasi wakati uliyaruhusu mwenyewe hiyo vurugu na kadhalika. Kwa hiyo inaweza kuleta taabu kubwa. Inazuia vyombo vya habari, wakati situkwambia Tanzania vyombo vyetu vya habari viko huru zaidi kuliko ninyi. Wenyewe wanasema hapana, vyetu viko huru zaidi kwa sababu vinaweza vikampiga picha waziri wa kilimo akiingia maliwatoni, na hata kama kishavua suruali au gauni lake, na hiyo inaonekana ni sahihi sana. Kwa hiyo kutokuwa na mipaka katika mambo tunayofanya kuna tuingiza katika mgogoro. Ni utamaduni fulani wa watu wa Ulaya ambao wao wenyewe sasa hivi wameanza kugundua madhara yake na wana revise, wanajaribu kurudi nyuma kuangalia ni kiasi gani wanaweza kurekebisha, japo kwa kurekebisha kwa gharama za Afrika, Asia na Amerika Kusini. Katika mazingira kama haya, nchi kama Tanzania, Kenya, Uganda, ama tuseme Afrika Mashariki kwa ujumla, wafaa kufanya nini? Kwanza kuna kitu kinaitwa East African Cooperation. Kuna IGAD katika East African Cooperation, sio? Kuna nchi za maziwa makuu, Great Lakes States, lakini kuna African Union, sio? No. Kwa kutumia vyombo hivi na majukwaa haya, waanze kuona cha kufanya. Moja, kwanza ni kujitambua kwa ni Afrika, halafu vita yao na Wayahudi na wale mabwana haiwahusu. Mikakati ya Marekani katika kujaribu kuitetea Israeli au kuteka ulimwengu, waone kama ndio tatizo. Kwa hiyo tulitaraji katika vyuo vikuu watu waanze kukaa kama pale kunapokuwa pale Nkrumah, kama jengo letu la pale, nafikiri mnaanza kukaa mnajadili kwamba hili ni tatizo, tufanyeje. Kwa hiyo jambo hili lianze kutoka katika macho ya wenye kuona, kwa sababu wasomi ni vyuo vikuu huwa ni jicho la watu, jicho la wale. Hii inaitwa sauti, ni sauti ya wasiokuwa na sauti. Sasa na vyuo vikuu ni jicho la wale wasiokuwa na macho kiasi hicho. Si kwamba ni hawana wao, lakini ni jicho la wale wasioona. Si kwamba waoni, hawaoni katika jicho la kitaaluma. Inatakiwa ianze kuonekana hivyo. Watu wajifunze, watu waanze kuona which is right and which is wrong, si ndivyo ilivyo? Ili yanapoendelea kutokea haya, watu wawe nafasi nzuri sana ya kukabiliana nayo kwa urahisi. Umenifahamu? Hakuna mtu asopenda uhuru. Kila mtu anapenda uhuru. Kuku, mbuzi, ng'ombe, hata nyoka anakufa, unampiga yeye anatafuta uhuru wake, wewe unafikia ni adui yako na nini. Kwa hiyo uhuru ni wa muhimu, lakini kwa viwango gani? Na uhuru huu uwe na udhibiti kiasi gani kwa ajili ya manufaa ya vizazi vijavyo na taifa, ama sivyo utaangamia. Na ni kweli utaangamia kabisa. Ilianza watu wa Ulaya walifikiri wajanja, sasa imewatumbukia nyongo kwa lugha nzuri ya Kiswahili, na wanaanza kutafuta njia ambazo usahihi wake unatia shaka. Na sasa hivi ukitazama vizuri, urafiki wa mataifa maskini na mataifa tajiri kama wanavyojiita wao si kweli, na hili nalikataa mpaka kesho. Haya mataifa ya Ulaya ni mataifa ya wajanja tu, lakini matajiri si kweli, sababu utajiri si majengo. Utajiri ni mali asili, utajiri ni utamaduni wa watu, utajiri ni mila na desturi, utajiri ni ustaarabu wa mila za kuvumiliana. Huo ndio utajiri na kuheshimiana. Sasa wao walishapata vyote, na kilichobaki utajiri wa utamaduni baki Afrika, mila zibaki Afrika, desturi zibaki Afrika, heshima zibaki Afrika, hata imani baki Afrika. Imani huko misikiti na makanisa yapati hata watu wa kuingia. Akiingia mle mtu ana miaka 89, vijana wote waingie, na watu wa umri wakati wa miaka 60 amkuja 50 hawaingii, kwa sababu wanafikiri kwa hivi ni vitu vingine havina thamani yote. Na Mungu anaweza wakamhoji vizuri sana mpaka kasikia kizunguzungu kama wataweza. Ndio fikira zao walizonazo. Lakini baada ya hapo mali asili iko Afrika, ambayo sasa hivi inakuwa ndio kinyang'anyiro cha kuipigania kwa gharama yote kusudi kujaribu kuipata, hata kwa kuanzisha urafiki wenye mashaka wa chui kumbusu mbuzi.
Afrika Mashariki itaraji kutaibuka vikundi vyenye misimamo mikali kufuatia vurugu za mabwana hao wawili? Inawezekana kama tukiregea, kwa sababu inaanzia Somalia, ni karibu sana. Somalia ni karibu sana, ni karibu, ni Somalia ni Afrika Mashariki, si tu kama ni karibu. Kwa hiyo uwezekano wa kina Al-Shabaab, si ndivyo ilivyo, wengine watakaojiita kwa majina mengine kuanzia hapo kwa Al-Shabaab yanaweza kupatikana, ISIS inaweza kupatikana, Al-Shabaab wapo tayari, unasikia bwana, akina Mujahideen al-Khariji wanaweza kupatikana na kadhalika, inawezekana. Na Kenya inajulikana kama kwa mji wa Mombasa, lakini Zanzibar ingewezekana, ila kwa sababu ilisema Jamhuri ya Muungano pengine kutakuwa na ugumu kidogo, na nafikiri kufanikiwa katika haya ni kuleta uminyaji kidogo, lazima kuwa na ukandamizaji wa mamlaka. Unataka demokrasia iende likizo? Demokrasi si kusema kila kitu na kufanya kila kitu unachokitaka. Demokrasi ni mipaka ya kufanya vitu kwa utaratibu na kanuni. Demokrasi ni ile inayoacha watu wakiwa salama zaidi kuliko ya mambo ambayo yanatokea na wanaita demokrasi. Demokrasi hakiwezi kuwa kichaka cha watu kujificha kufanya madhambi na kuharibu murwa wa watu na maisha ya watu. Hapana. Demokrasi ni utaratibu unaowafanya watu wasikilizane, watende vitu kwa utaratibu, waheshimiane, wapendane, wajenge nchi, si ndivyo ilivyo, na kadhalika na kadhalika. Na demokrasi si lazima iwe ya Ulaya, kwa sababu mimi imani yangu nilionayo ni kwamba demokrasi ni dhana pana ambayo inaweza kupata tafsiri kutokana na tamaduni za watu na maisha ya watu. Tunafunga na ujumbe gani? Lazima tujiangalie upya dunia au vurugu za ulimwengu, na watu wa Ulaya na Marekani wanatupa nafasi tena wa Afrika ya kufikiria jinsi ya kuishi kwa amani zaidi katika tamaduni na mila zetu bila kuziacha. Yaani kabisa. Hapa lazima tuone Ungoni, tuone Unyankole, tuone Uchaga na kadhalika katika misingi halisi ya kisasa. Hatuwezi kuangalia katika habari ya Mzilikazi na Weza Kapana, lakini tuangalie katika misingi ile iliyojengwa inawezaje kuendelezwa katika hali ya sasa ambako dunia imepiga hatua kutoka kule ilikokuwa na kwenda sehemu nyingine, lakini tunakwenda kule tukiwa na fikra zetu, mawazo yetu, uwezo wetu wa kufikiri, utamaduni wetu, mila zetu, tamaduni zetu, lakini pia na imani zetu, si ndivyo ilivyo. Lakini tukijitambua kwamba we are Africans and we have to remain, we must remain Africans. Hatakiwi kuparanganyika na usiache mswala, usiache mbachao kwa msala wenye kupita. Yani wasema upitao, mimi nasema wenye kupita. Yani ni hatari sana, ni hatari. Na si hilo tu. Sio sifungii hapo peke yake. Vyombo vya habari vyo makini. Kwa nini gani? Vinaweza kujenga sana vyombo vya habari na vinaweza kubomoa sana vyombo vya habari kwa kuruhusu au kuyaendekeza mambo, na nitumie lugha hiyo, ambayo mengine ni destructive baada ya kuwa constructive. Nikushukuru sana. Asante kwa kufika na kushiriki nasi katika mjadala wetu muhimu. Bila shaka tutakualika zaidi na zaidi, pasi na shaka, usichoke. Inshallah. Na mtazamaji, ndivyo ambavyo tunaweka nukta katika mjadala wetu kwa siku ya leo. Tumepata nafasi ya kuchambua na kuangaza kiupana zaidi mgogoro ambao unafukuta ulimwenguni kwa hivi sasa kati ya Israel na Irani. Milio ya makombora mazito yamekuwa yakisikika baina ya mataifa hayo mawili. Upande wa magharibi ukiongozwa na Marekani umekuwa kinara katika kuunga mkono kile ambacho kinafanywa na serikali ya Israeli, huku Moscow na Urusi kwa ujumla na yenyewe haijawa mbali katika kuhakikisha kwa mgogoro huu na yenyewe inatia mkono wake kupitia kwa Irani. Safari ya hivi karibuni ya waziri wa masuala ya ulinzi kuelekea kule Moscow imekuwa ikitupiwa macho na vyombo vingi vya kihabari na kujiuliza, je, kwa namna gani Urusi itapata nafasi ya kuingia katika vita hivyo? Tumepata nafasi ya kutazama kwa mapana ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki inaweza kuathirika vipi na mgogoro huu ambao umekuwa ukifurutu ada na kugonga vichwa mbalimbali vya habari ulimwenguni. Mgeni wangu ambaye ametusaidia kupata majawabu sehemu ya maswali muhimu ambayo tumekuwa nayo katika mjadala wetu ni Comrade Hamduni Maliseli. Kwa niaba ya wapiga picha wangu Den Samora amesababisha mambo haya yamekujia kwa uzuri kabisa, akishirikiana naye Julius. Kwa upande wa sauti alikuwa ni Maureen Samson. Mambo yote yamekwenda kwa uzuri kabisa. Kutoka ofisi ya udahili ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino cha Tanzania Sauti Campus ya Mwanza, wamesababisha matangazo haya yamekujia kwa uzuri kabisa chini ya kamarada mapicha. Yamesababisha amekuwa sehemu ya mjadala wetu kwa siku ya leo. Mimi naitwa Martin Nyoni. Shukrani sana kwa kunipa macho yako na sikio lako na kutufuatilia katika kipindi hiki
cha Mtazamo Mkali. Hadi wakati mwingine, kwaheri na uwe na wakati mwema.